Wafanyakazi wa Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar ZMA wapatiwa mafunzo kuhusiana na sheria, kanuni pamoja na maadili katika utendaji serikalini. Akizungumza na ZMA Online TV, afisa kutoka Idara ya Utawala na Rasilimali Watu kutoka Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar, Mwanakombo Vuaidi, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwakumbusha wafanyakazi juu ya sheria ya utumishi, kanuni pamoja na kuzingatia maadili katika utendaji serikalini. Lengo hasa ni kuwafahamisha wafanyakazi wetu hizi sheria wazijue na kuzifanyia kazi katika kazi zao za kila siku. Sababu katika sheria kuna mambo mengi sana mule yamezungumzwa, ikiwemo haki na wajibu, masuala ya muda wa kazi, masuala ya likizo. Kwa kweli inakuwa ni uwanja mpana sana kwa wafanyakazi kuyajua masuala kama haya. Kwa hiyo tunashukuru sana kupitia wataalamu wetu kutoka Chuo cha Utawala wa Umma IPA kwa kuja kutufahamisha hapa mambo ya sheria na kanuni za utumishi wa umma. Kwa kila mwaka yani tunaandaa kwamba tunampatia wafanyakazi wetu mafunzo ya ndani ya taasisi, in-house training. Kwa kila mwaka tunapanga tufanye. Kwa hiyo kwa mwaka huu ndo tumepanga leo, ndio yamefanyika leo hii. Akiwasilisha mada juu ya sheria ya utumishi wa umma nambari 2 ya mwaka 2011, mkufunzi kutoka Chuo cha Utumishi wa Umma Bwana Humude Said Humude amesema maafisa utumishi wanapaswa kuwapangia watumishi kazi kwa mujibu wa taaluma zao, badala ya kumpatia mfanyakazi kazi yoyote iliyoletwa na bosi. Huko ni kudumaza utendaji. Tunawaasaini watumishi kufanya zile kazi ambazo hazimo katika kazi zao za kawaida, zile daily routine. Kazi yako wewe, kwa mfano afisa utumishi, tunajua kazi yako hii, lakini ukatakiwa uandae scheme sio kazi yako, maana yake ya kuninisa. Sasa waajiri wengine kwamba wanakuja zile kazi wanazikategorize kwamba hizi kazi hizi ni kazi zako za kawaida kunakuwa kuna hiyo migogoro ambayo inatokezea. Kwa hiyo maafisa utumishi, kwa mujibu wa skimu za serikali au za taasisi ambazo zetu, tuweze kuhakikisha kwamba ile draw the line of demarcation, kwamba hizi ni kazi ambazo za routine za kawaida ambazo tunazijua kazi hizi na afisa huyu anatakiwa afanye kwa mujibu wa mkataba wake wa ajira, na hizi si kazi zake za kawaida. Na kanuni ya 88 imetuelekeza kwamba endapo itatokezea kazi hiyo, basi unatakiwa mtumishi huyo umlipe. Kwa upande wake, afisa rasilimali watu kutoka Chuo cha Utumishi wa Umma aliyewasilisha mada juu ya kanuni za utumishi, ndugu Omar Abeid Hamad, amesema ili wafanyakazi waweze kufanya kazi kwa weledi na bila ya kudhulumu serikali wala wao kudhulumiwa, wanapaswa kuzisoma kanuni ili waweze kujiweka vizuri katika utumishi wao. Serikali haimdhulumu mtumishi, ila sisi watumishi tuna sifa ya kuidhulumu serikali yetu. Ndio maana unaweza kukaa miaka 5 lakini haki yako serikalini utaipata haipotei. Na kule Mtume anasema tuogope dhulma, fa inna dhuluma dhulumatun kathiran yaumul qiyama. Hii dhulma ni visa vingi, na bora uniibie mimi mtu mmoja kuliko kuibia serikali. Fahamu hivyo kwamba bora uniibie mimi shilingi 500,000 kuliko kuiba muda wa kazi tayari wa serikali ambao unabeba dhamana kwa wananchi wa nchi hii. Sasa ili manake ujifute katika kosa hilo, dhambi hiyo, manake inabidi wewe utoe kwenye umma, kumbe vyombo vya habari, uende ukaombe msamaha na wananchi wote waridhike. Itawezekana hiyo? Haiwezekani. Kwamba kuna mambo tunayafanya, lakini fahamu kwamba dhamana uliopewa, nafasi ulionayo, hata mhudumu kwa nafasi yako unatakiwa ufanye kazi, hata karani masjala kwa nafasi, dereva, kila mmoja kwa nafasi yake ni mfalme katika kazi, unatakiwa uwajibike kwa sababu haya madaraka. Ibrahim Traore anasema madaraka maana yake ni uwajibikaji, na Mtume anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyati. Kila mtu ni mchunga na kila mchunga ataulizwa juu ya alichokichunga. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo wameishukuru Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar kupitia Idara ya Rasilimali Watu na Utawala kwa kuwaandalia mafunzo hayo
na kuwaomba wawe na utaratibu wa kufanya mafunzo hayo mara kwa mara ili kuweza kukaa vyema. Kusema la kweli, mafunzo ya leo yamekuja kama ni ukumbusho kwetu juu hasa ya utekelezaji wa kanuni yetu ya utumishi kama sisi wafanyakazi ambao ni watendaji wakuu, na jambo hili kwetu limekuwa ni jambo zuri na tumefarijika kwa sababu kama unavyojua binadamu tuna kawaida ya kujisahau, lakini leo tumepata muda wa kuweza kujikumbusha na vile vile kuuliza kwa yale ambayo kidogo bado yanatupa ukakasi katika utendaji wetu wa kazi. Yote pia tumeweza kuwekewa sawa. Mafunzo kama haya ni muhimu kwa watumishi hasa wa serikali kwa sababu yanasaidia katika ufanyaji kazi na utendaji kazi, yani mtu binafsi. Kuna kanuni, kuna sheria pamoja na kanuni zake ambazo zinatoa miongozo katika utumishi wa umma. Kuna mambo mbalimbali ambayo wafanyakazi wanaofanya kazi katika serikali wanatakiwa kuyafuata. Kwa hiyo wawezeshaji wetu wa leo wametuelezea kwa upana na kiundani zaidi vipi miongozo au sheria hizi zinatakiwa zifuatwe. Nikiripoti, Suleiman Abdullah wa ZMA Online TV.